Tunaweza tunalia kwa ajili ya mambo mengi, lakini tatizo ni moyo wa kushukuru. Tumejisahau katika kufanya ibada ya shukrani au maombi ya shukrani. Mahitaji yetu yametupelekesha kiasi cha kwamba tunasahau kuona Mungu ametutendea nini na Mungu amefanya nini katika maisha yetu. Lakini leo tukiwa katika ibada ya shukrani, na kukumbusha, weka msingi huko wa nafsi yako na moyo wako. Tambua ya kwamba shukrani ni ufunguo unaoruhusu uwepo wa Mungu kuja kwako na Mungu afungue mikono yake. Kwa mfano, katika kitabu cha Isaya 59 kisoma mstari wa kwanza hadi wa 3, Biblia inaongea juu ya nini? Ya makosa na dhambi. Lakini kuna pointi za muhimu ziko pale, na pointi za muhimu ambazo ziko pale zinasema hivi: mkono wa Mungu si mfupi hata usiweze kuokoa, na sikio lake si zito hata asiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu wenu, hataki kuwasikia na ameuficha uso wake. Maana yake nini? Kitendo cha mtu akifanya makosa na akifanya dhambi, tendo la dhambi na uovu linaondoa kitu kinachoitwa uwepo wa Mungu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ukiondoka, na mkono wa Mungu umefanyaje? Umeondoka. Na uwepo wa Mungu ukiondoka, na macho ya Mungu amefanyaje? Yameondoka. Uwepo wa Mungu ukiondoka, na masikio ya Mungu amefanyaje? Yameondoka. Ndio maana nabii Isaya anatafsiri mkono wa Mungu unakunjuka na ni mrefu, unafika mahali popote, na anaweza kufanya chochote kusaidia watu wake. Lakini shida itatokea kwamba kama kuna kitu kimeondoa uwepo wa Mungu kwa mtu huyo mtu hataona mkono wa Mungu, hataona macho ya Mungu, hataona Mungu akimtetea, hataona maombi yake yanasikika au anajibiwa. Tatizo nini? Uwepo wa Mungu ukiondoka, unaondoka na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe anayekosa moyo wa shukrani automatically anaondoa uwepo wa Mungu. Sasa kama utakuwa mtu ambaye hauna uwezo wa kumshukuru Mungu kwa kina, na usipotambua habari ya kumshukuru Mungu katika maisha yako, uwepo wa Mungu kama hautakuwa katika maisha yako, na mkono wa Mungu hautaona, kuna vitu hautatendewa. Wakati utasema mbona naomba sana, mbona nimeacha dhambi? Ishu, una moyo wa shukrani kweli? Biblia inaonyesha tunapotaka kumwendea Mungu, tunapotaka kuingia katika nyumba ya Mungu, jambo kuu ambalo Mungu analihitaji ni kushukuru kwanza. Na jambo la pili Mungu analihitaji ni sifa yake kwanza. Anataka ashukuriwe, anataka asifiwe. Kwa hiyo kama vile nasema, ingieni ndani mwake kwa kushukuru, malangoni mwake kwa sifa. Hizo stage ambazo Mungu ameziweka kabla mtu hajafika madhabahuni patakatifu. Maana yake hivi, Mungu anataka unapofika katika malango yake kwanza, kitu cha kwanza anahitaji shukrani yako, anahitaji umshukuru. Biblia inasema nywani mwake kwa kushukuru, mangoni mwake kwa sifa. Katika hilo Mungu anahitaji useme asante, anahitaji sadaka yako, anahitaji maneno ya kinywa chako yenye sifa na shukrani, ambapo unamaanisha kama unavyoamua kupigana na kitu kingine, wakati wa kumwambia Mungu asante. Hiyo ni sehemu ya malango. Lakini jambo la pili katika andiko la Zaburi 100 mstari wa 4 inatuonyesha pia katika ulimwengu wa roho. Maana yake shukrani ni daraja kati ya ahadi na utimilifu. Shukrani, moyo wa shukrani ni kati ya ahadi. Kwa nini? Kwa sababu watu tunapokuja huko kwa Mungu, tunakuja kumwabudu, si ndio? Lakini katika kumwabudu kuna mambo yetu ambayo tunapaswa kuyapata. Mungu anatufungua, Mungu anatubariki, Mungu anatuinua, si ndio? Maana yake pamoja na agizo la ibada takatifu mbele za Mungu, ndio hiyo ndani yake kuna shukrani, ndani yake kuna sifa. Kanisa, Bwana Yesu apewe sifa. Yaani ukifika ile eneo kwamba nimefika katika madhabahu na nyumba ya ibada, ukifika maeneo hayo tayari, cha kwanza Mungu anahitaji kushukuriwa. Ukipiga hatua zako kwenda mbele, Mungu anahitaji sifa. Halafu ndio mengine afanyike huko, sadaka na kadhalika na vitu gani na kuhani na mambo mengine, lakini anahitaji kwanza kushukuriwa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa Biblia inaonyesha nywani mwake kwa kushukuru, malangoni mwake. Kama hujafika madhabahu yake, kama hujatenda chochote katika madhabahu, anahitaji kushukuriwa. Inatuonyesha picha kwamba hivi shukrani ndio ufunguo wa kuvuta uwepo wa Mungu. Kwa yeyote asiyekuwa na uwezo wa kushukuru, asiyekuwa na uwezo wa kutoa sifa mbele za Mungu kwa yale anayomtendea, kichwa chake kimejaa uharibifu, kimejaa mateso, kimejaa matendo mabaya, kimejaa kutokuona ametendewa, kimejaa
malalamiko, huyo mtu hawezi kabisa kuona uwepo. Utakaa kuona Mungu anakuangalia na kukutetea, utaona maisha yanakuwa magumu. Sasa tukirudi katika pointi, ilikuwa natafuta kwa habari ya mkono na kwa habari ya masikio ya Mungu. Kumbe hivyo vyote viko ndani ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hata mtenda dhambi vitu vyake vinaonekana. Sasa nimekwambia jambo la kwanza la kutambua shukrani. Shukrani ni ufunguo unaoruhusu uwepo wa Mungu kuja kwetu au kuingia katika maisha yetu na kumfanya Mungu afungue mikono yake kwamba hivi. Shukrani ndio ufunguo wa kuvuta uwepo wa Mungu. Kwa yeyote asiyekuwa na uwezo wa kushukuru, asiyekuwa na uwezo wa kutoa sifa mbele za Mungu kwa yale anayomtendea, kichwa chake kimejaa uharibifu, kimejaa mateso, kimejaa matendo mabaya, kimejaa kutokuona ametendewa, kimejaa malalamiko, huyo mtu hawezi kabisa kuona uwepo. Tuelewe ya kuwa shukrani ni ufunguo unaoruhusu uwepo wa Mungu kuja kwetu na Mungu kuifungua mikono yake kwa ajili yetu. Kwa shukrani ni ufunguo. Kwa hiyo mahali ambapo kuna shukrani zinazoelekea mbele za Mungu kwa hakika ya kiroho, ile shukrani inasababisha uwepo wa Mungu uelekee mahali hapo. Lakini sio uwepo wa Mungu tu uelekee mahali hapo, na Mungu afungue mikono yake kwa ajili ya watu wanaompatia shukrani au mahali ambapo kuna shukrani.